Mwanza pamoja na mtumishi wa Mungu mama mchungaji. Amen. Asante. Sasa nimpe awasalimie alafu niendelee. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Ninawasalimia kwa jina la Yesu. Amen. Ninawashukuru sana kwa kutukaribisha. Nimshukuru mama askofu wetu, niwashukuru kamati na watu wengine wote walioshiriki. Kuna watu wengi mngeweza kuwaita kuwepo mahali hapa, lakini mkatuona sisi mkatuita. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Ni kweli watu wengi wanatamani kuwepo mahali hapa, lakini sisi Mungu ametupa kibali kuwepo mahali hapa. Mungu awabariki. Tunakula vizuri. Mungu wetu awabariki zaidi na zaidi. Asante. Namshukuru Mungu tena kwa mara nyingine kuwepo hapa, na mama amekwisha kushukuru. Nadhani hata mwishoni tutaendelea kushukuru, maana mambo tuliyotendewa ni makubwa sana. Kama ni kweli sema amen. Ongeza sauti sema amina. Tumetoka mbali, tumewafuata, tunawapenda. Sasa kazi iliyofanyika hapa ni kazi ya Mungu kabisa kabisa. Na nimesikia kutoka kwa kamati, mchungaji Alexi, dada Martha Komanya, hao wamekesha, tunawasiliana usiku na mchana mpaka tumefika hapa. Tukawapigia makofi wakitiwa moyo sana. Na alivyotaja wote kamati nzima, basi mimi naungana naye moja kwa moja. Zawadi pekee naiweza kutoa, nimeshahidi kwa mwanakamati, wakija Mwanza nipo mwenyewe kabisa, tutakuwa pamoja. Kwa hiyo ni zawadi kubwa nadhani. Siwezi kuwalipa kwa chochote. Mimi nitashirikiana na kamati kabisa, tutakuwa pamoja. Amen. Basi niseme neno katika ile Galatia sura ya 6. Wa Galatia sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Neno hilo litufae mchana huu, mstari wa 9 na wa 10. Tena tusichoke katika kutenda mema. Kanisa lote niunge mkono useme amen. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Mungu wetu mtakatifu, nasema asante kwako uliyetukusanya pamoja hivi, watumishi wako, watoto wako wapendao. Mekupendeza mchana wa leo kwa sura zetu, kwa majina yetu, kwa idadi hii tuwepo mbele zako, na Roho Mtakatifu upo kutuhudumia, maana wewe ndiwe mwalimu wa kweli. Sema nasi Bwana, tuko tayari kukusikiliza, na utupe tafsiri kamili ya neno hili, kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Kanisa lote naomba tena tuseme amina. Ndugu zangu, neno hilo linasema tusichoke kutenda mema. Tusichoke kutenda mema, tafsiri yake ni kumtolea Mungu. Nikwambie bila unafiki, nimejifunza mambo mengi kwa muda mfupi niliokaa hapa, jinsi watumishi wa Bwana mlivyokuwa mnajitoa. Na hivyo ndio nimeanza, naendelea, utaona namaliza kwa kushukuru tu. Toa hivi kwa moyo, akafurahia kazi hii inayofanyika. Kwa hiyo sauti hii na neno hili linatakiwa wakati huu niwatie moyo kwamba tusizimie njiani. Yapo malipo, na Bwana yupo anaangalia tabu ya kila mmoja. Mmetoa fedha zenu sana, mimi najua. Nasema nchi nzima tufanye utaratibu kama huu kabisa wa ndoa. Ndoa ni muhimu sana zikafundishwa. Ndoa, kumbuka shetani amewashindwa watu katika maeneo mengi tu, lakini kwenye ndoa amewaweza wengi. Katika hili hakuna Myahudi wala
hakuna Myunani. Nimesema ndoa ikigoma imegoma. Hata ungekuwa nani, hata ungekuwa tajiri, ungekuwa mtu na cheo kikubwa, unaweza ukakuta mtu mkubwa kabisa anaongea peke yake barabarani kabisa. Nakuta kabisa mtu ni afande akampigia saluti koporo kwa kuchanganyikiwa. Nyumbani mambo sio mazuri. Niunge tu mkono useme amina. Ndio kweli. Ndoa wanandoa wamepata mambo mengi ambayo nimekuwa na wivu kwamba sijui kama nchi nzima imeona, hata kwa sehemu ikapokea hayo. Naona, na ndio maana mtumishi wa Mungu anaposema kuja mikoani, mimi naomba mikoani wampokee na waandae kazi hiyo nzuri, maana bila ndoa kanisa halipo, bila ndoa serikali haipo, bila ndoa biashara viwanda havipo, bila ndoa ndio kila kitu. Ndoa ni burudani, ndoa inaondoa tension. Naona mtu kabisa anakuwa amechanganyikiwa, lakini akiona mke wake, ile tabasamu yake inatosha kurejesha amani ndani ya moyo wa mtu. Ndio maana kina mama anawaambia hivi, jitahidi kumtabasamia mume wako. Sijui kama ungekuwa umekaa naye ungemtabasamia hata sasa hivi. Tabasamu hata ya kichina hivyo hivyo. Asante. Unaona? Mimi nasema kitu live kwa sababu kwa kwangu ninaye hapa na uzee wetu, lakini baada ya kitabasamu uzee unaondoka. Haleluya! Kabisa. Na uzee unaondoka na mimi uchovu unaisha na mimi nachangamka mzee mwenzake mchungaji. Mwalimu Dr. Jacob Mutashi na kuwa kijana hapo. Lakini wewe unafuta mdomo. Mungu amekupa sura nzuri. Na nikuhakikishie hakuna mwanamke mbaya duniani. Nasema hakuna mwanamke mbaya duniani, sema amen. Kila mtu ameumbwa kwa ustadi mkubwa. Kama umekaa na mwanamke mtazame, mtie moyo, mwambie wewe mzuri. Ila ukikuta amefuta mdomo, achana naye. Asije akakuambukiza matatizo. Tabasamu la mwanamke ni dawa tosha kabisa. Ndio wanaume sasa tunakwenda kwenye kombe la dunia. Msipoangalia wanaume wanakwenda kwenye kombe la dunia, wanarudi saa 9 za usiku, saa 8 za usiku. Sasa nakuwa mamlaka tena, mama amesema nipokee. Nasema mwaka huu kombe la dunia wanaume wote marufuku kwenda kwenye baa kuangalia kombe la dunia. Marufuku. Ni makofi mengi ongeza kabisa. Watu wote tulia ndani muone kombe la dunia na wake zenu na watoto wenu. Wezi ukaacha skrini yako nzuri ukaenda kuangalia kwenye baa. Huo ni ukumbavu ambao umepitiliza. Hata kama una degree 3 kama mimi. Nakwambia kweli. Haya mambo nimeyathibitisha. Kombe la dunia inavunja ndoa nyingi tu. Kwa hiyo mimi nasema ndoa tumepata faida usiku uliokwisha juzi. Ndugu zangu, tumechangamka, tumepata mambo mema mengi. Nendeni mkayafanyie kazi. Yako mambo mengi ambayo tumeacha, lakini ya muhimu. Sasa itoshe tu kwamba nadhani kuna utaratibu, hiyo mikanda itauzwa, muinunue basi. Imerekodiwa vitu vyote hapa, mchukue muangalie, asante. Muangalie, mjifunze. Wale msiokuwepo msikate tamaa, yako mambo mengi ya kufanya. Mpango wa Mungu ni watu waishi maisha mazuri kwenye ndoa zao. Kifo peke yake kiwatenganishe. Marufuku kuachana, marufuku kuwaza taraka, marufuku kubwa. Haya natumia hiyo, naitumia. Nasema marufuku kuwaza kuachana. Mimi najua kuna kasoro za hapa na pale, hazikosi. Sio rahisi mtu upate mke au mume exactly yupo kama ulivyotarajia. Hapa nimevaa suti, nimependeza. Kama unaweza kuniona huyu mwanaume nadhani safi kabisa. Sasa tunapokuwa tumebaki wawili chumbani, sasa hiyo ndio ndoa. Akikuta mkono mmoja ufanye kazi ulifunikwa na koti, ndio kinachofuata ni kuvumiliana.
Sasa kila neno sema amen. Kuvumiliana, kuheshimiana, kupendana, kuboreshana. Amina kubwa, ongeza kidogo. Hapo ndoa inasonga mbele. Matendo 17:30. Kwa hiyo wazee mliopita huko hovyo hovyo, mkapita kwenye hovyo hovyo, na sasa mna watoto, na washauri kwa jina la Bwana, fanya utaratibu kubariki ndoa zenu. Hizo amina naona kama ziwezi kutosha. Fanya utaratibu kubariki ndoa zenu, tena kwa gharama ndogo. Na usiwe na wasiwasi, kanisa la Mlima wa Moto tunapendana, tutakuchangia, tutashirikiana. Itakuwa ni sherehe kubwa katika uzee wenu na watoto wenu na wajukuu wenu, mkabariki ndoa yenu. Najua mlifanya hivyo kwa kutokujua, wala hakuna kulaumiana, wala hakuna kulaumiana. Sio wote tumezaliwa tunamjua Mungu, si kweli? Baadaye tukamjua Mungu, na sasa kweli ya Mungu ndio hiyo. Ndoa zibarikiwe ili ziishi katika mpango wa Mungu. Unaona? Hata vijana ndio na washauri yasiwapate hayo. Ndio tunasema kabisa wazingatie Mithali 19:14. Mithali 19:14 ndio naelekea mwisho hivyo. Mithali 19:14. Biblia inasema mali na nyumba au nyumba na mali, mtu ni urithi mtu apewaye na baba yake. Ni urithi ambaye baba anaweza kumrithisha, lakini mke mwenye busara, mume mwenye busara, mtu hupewa na Bwana. Kwa hiyo vijana wangu, msifanye uvivu kuomba Mungu. Msifanye uvivu kuomba Mungu akupe original yako. Mke mwema, mume mwenye busara hapatikani kwa Facebook. Unapekua Facebook, unatafuta, unaona sura nyeupe nzuri, unaona masikio mawili, ukija kukutana naye kumbe lile ni la plastiki, utafanyaje? Utafanyaje sasa? Na Facebook haizungumzi, ni picha. Wewe umeona mrembo amekaa kwenye picha, amependeza, amekatwa picha yake nzuri, mrembo wa wiki, unasema mchumba, 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 mchumba. Na anasema tuonane, tuonane, tuonane. Nakuja kesho, haleluya. Nakuja kesho na basi fulani au Zuberi au whatever, mabasi yetu ya Mwanza haya. Njoo nipokee. Abiria wote wanateremka. Unaona wameisha, humoni, kumbe yuko ndani na wheelchair anasubiri kuteremshwa. Unasemaje hapo? Sisemi kwamba walemavu sio watu, lakini kutegemea. Uliona sura ukadhani huyo. Hayo ndio mambo vijana nasema, njia ya mkato inawagharimu sana vijana wengi. Ndoa zinafungwa, baada ya muda mchache tu zinavunjika. Anasema sikujua. Na mimi kama mchungaji, mwalimu wa ndoa, nasumbuliwa sana. Hivi mwalimu, hakuna vipengele hata, hakuna kifungu kokote, hakuna mahali popote Biblia kameandika kwamba tuachane tu kama tunapata shida. Mimi nasema haipo mpaka kifo kiwatenganishe. Na hayo maneno unayoyaona ndio ndoa yenyewe. Kwa hiyo sasa ndio hivyo mwanangu, vumilia. Ndio nasema uwazi ule. Kijana nimekatisha huo, nikasema kijana kwenye uchumba kuwa wawazi, wawazi kabisa. Unamwambia kabisa binti, mimi mnavyoniona hivi ni kweli, ni manager wa Vodacom kanda ya kati. Unavyoniona ni kweli, na gari langu hili hapa. Kina tatizo kidogo. Umenipenda ni kweli, my dear, my love, my sweet, my rose, my papa. Umenipenda ni kweli, lakini una tatizo kadogo, sijui kama utakavumilia. Bwana kutoa kitanda. Ili aende anajua kwamba ana zamu ya kuandika magodoro. Mwezi unapoandama huwa situmu hata dukani inakaa kifafa. Sasa utakavumilia. Sasa kitandani plus kifafa. Binti uamue. Kishaamua hivyo, ina maana siku za mwezi kuandama binti na kazi ya ziada, unaolewa ukijua. Na binti hivyo hivyo anakuwa wazi. Kijana
kijana idea, umesema unakifafa, hii haina shida kwa sababu hata mimi na tatizo. Hivi unavyoniona kasura kazuri hivi, a baby face namna hii, unaona kama nina miaka kama 14 hivi. Mimi mkubwa. Nina tutoto tutatu. Kamoja kako form 1. Lakini hakata kusumbua. Maana baba yake huwa hana shida. Sasa idea, umefanya vizuri kusema kwa sababu hata mimi ninatuwili. Usinione hivi binti lakini mimi ninatuwili. Kwa hiyo wanandoa tunayoyashuhudia mengine yako yana sura hiyo. Yamewapata wengi, lakini hawa mnaonisikiliza, kwa jina la Bwana pokea uponyaji. Kwa jina la Bwana pokea uponyaji. Isitokee tena kwako. Sasa ni uzima, sasa ni baraka katika ndoa. Nasema Bwana akitujalia vijana tutakuwa na muda kutosha tuyazungumze, lakini toshe sasa kwa wanandoa wenzangu. Napotaka kuaga na washukuru sana kunisikiliza usiku ule, na sasa namalizia kwa kuwaomba sana muendelee na maadili kwenye ndoa zenu. Msiache ndugu zangu mkampa nafasi ibilisi. Kina mama, chukueni wajibu wenu kabisa. Mungu amesema ameumba jambo jipya. Mwanamke atamlinda mwanamume, sio kumlinda kazini kwake. Mama, sio kuchukua simu zake kila wakati unacheki. Hapana, ni ubunifu wako na busara zako. Kumbuka, ndoa inaendeshwa kwa hekima na maarifa. Ukisoma Mithali sura ya 24 mstari wa 3 mpaka wa 4, hiyo mstari mwandike, mtasoma wenyewe. Jinsi wanavyokupenda Mungu, ninajua una jambo kubwa unakwenda kutenda katika nyumba hii. Na kushukuru kwa ajili ya yote ambayo yamekwisha kufanyika mbele ya macho yangu, nimethibitisha. Lakini endelea Mungu kuwatendea mema watu wako hapa. Endelea Mungu kuwatendea mema watu wako hapa. Kila mmoja utamlipa sawasawa na tabu yake juu ya kazi hii njema iliyofanyika. Na atamka baraka kwa ajili ya kanisa hili, kuanzia kwa mkubwa wao kabisa mpaka kwa mdogo wao kabisa. Mungu, mkumbuke mtumishi wako, mchungaji wetu, askofu wetu, Mheshimiwa Dr. Gertrude Rwakatare, ambaye umempa mafunuo haya. Hata imetokea mlango wa mimi kufika hapa, mafunuo haya na maono haya makubwa. Mungu, msaidie kuwa na mengine zaidi, maana sasa taifa zima linamsikiliza. Atoe maelekezo ya semina hizi za ndoa. Tumesema nchi nzima wapate mafundisho haya. Baba, mpe maono zaidi, mpe mafunuo zaidi, na kutoka katikati ya kusanyiko kubwa namna hii. Na kushukuru kwa ajili ya wachungaji wasaidizi wote, Mungu, viongozi, wazee wa kanisa, wakumbuke Mungu kwa umoja wao, kila mmoja na familia zao, na waweka mikononi mwako. Na tamka baraka juu yao, na tamka Bwana hekima na maarifa juu yao, pamoja na kamati nzima ya maandalizi. Mungu, muda utoshi kutaja kila mtu, lakini likumbuke kanisa lako lote. Kumbuka Praise Power Team, kumbuka vijana, maana wametajwa hapa, watu wametajwa kwa majina, lakini mimi nawaleta kwako wote. Kanisa lote Mlima wa Moto, kanisa lote Mlima wa Moto. Baba, nyosha mkono wako kumgusa kila mmoja. Achilia baraka zako juu yao, achilia uzima juu yao, achilia afya njema juu ya kila mmoja. Achilia Bwana kufunguliwa kwa wamama ambao matumbo yao yamefungwa. Hata kama ni kwa wanadamu wenzao wamefunga, una uwezo wa kufungua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pepo tasa, pepo ugumba, na kemea na kuharibu na kukuapisha, uachilie wa mama hao waliofungwa matumbo yao. Na kama Baba umefunga mwenyewe, una uwezo wa kufungua. Wakumbuke watu wako wenye matumbo yaliyofungwa, leo iwe ni siku yao ya kufunguliwa kwao. Itoshe tu kwamba Mungu, nakusihi mkono wako ukamguse kila mama hapa alipo. Baba, mwakani majira kama haya tupokee shuhuda za utukufu mwingi uliotoka kwako, kwamba wananyonyesha watoto. Umewafungua mwenyewe Bwana. Na kushukuru Mungu wetu uliye hai kwa kila kazi njema inayoendelea hapa. Naomba niwakabidhi kwako sasa
niharibu kazi zote za Ibilisi. Najua kuna watu maadui wa kanisa hili, hao natamka kwako kwamba na wakabidhi kwako ushughulike nao, maana umesema mwenyewe njia za mtu zikikupendeza unampatanisha hata na adui zake. Una uwezo wa kusambaratisha majeshi yaliyo kinyume na kanisa hili kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia saba kwa jina la Yesu. Natamka ulinzi wako Mungu, nazungushia moto wa mbingu katika nyumba hii, nazungushia bahari ya mbingu katika nyumba hii, nazungushia damu yako ya thamani katika nyumba hii. Wanaokuja na nia mbaya wote watangharikishwa humo. Baba, nakushukuru kunisikia. Asante kunijibu, maana nimeomba kwa imani, na sasa narudisha sifa kwako, narudisha utukufu kwako, narudisha shukrani kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tunaopenda Yesu na tuseme amen. Ongeza sauti tena, sema amen. Huyu ni mchungaji, mwalimu wa ndoa, mwalimu wa vijana, jamani, kutoka Mwanza.